Nikisema January mnasema Jesus, Feb Jesus, man April Jesus, March Jesus, tukifika June mnasema Jesus, sawa? Mnapiga vigelegele, si ndio? Watu wetu tumefika June, si ndio? Are you ready? Are you ready? January! 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 February! March! March!
to us today, I want us to be ordered. Yeah. Let us pray. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, we are before your presence this morning. We thank you, Jesus. We give you praise. We give you glory for this morning that you've given unto us all. Father, we honor you. We give you praise. We give you glory because you are so loving, Jesus. We thank you, Father, King of all the glory, because you've given us the students, God Almighty. We thank you, Father, because of your blessings that makes people rich and adds no sorrow. I rise against any kind of cure in the name of Jesus Christ. And I pray that the Holy Spirit will take over. Holy Spirit of God, take over in this room in the name of Jesus Christ. I pray for your blessings. I pray for your peace that surpasses all the understanding of man. Father, we honor you. We lift your name. We glorify your name. Even as we hear the words from your servant, God, may you minister to our spirits, may you minister to our soul. We honor you. For this we pray in Jesus' name. Amen. Yeah, now, listen. Yeah, the preacher who is preaching for us this morning is our parents. It's one of our parents. I don't know what is happening. We are going to do this. We are going to hear the word of God for 10 minutes. Sawa. Remember, we have a rally on Saturday. Sawa. Let us not allow the enemy to disrupt the meeting that the Lord has prepared for us. Sawa. So, listen. Okay, what you are going to be doing? Listen. Yeah, if you continue like this, listen and listen. From the next week, if you continue like this, we'll be having our meetings in the assembly. If you are not going to have order, listen. Please, I want to give you just today. I just decided. From next week, if you continue like this, actually from next week we are going to have our meetings in the assembly ground. Yeah, because listen, this is a very good place that the school has given us, but I think we are not using it the right way. I don't know whether people are taking advantage of the way you cannot see. So the prefects, all the prefects, next week, let us have our meeting in the assembly with classes, different classes, so maybe we can know which class needs help. Studio? Yeah, because we need the help. At this point, we need the help. You know, even if it is shouting, the joy of the Lord is our strength. And we cannot have excess shouts. You know, in the house of the Lord, there's a lot of order. Because the Holy Spirit of God has a lot of order. So let us be orderly. But next week, prefects in charge, we're going to have a meeting in the assembly, seated per class. I don't know why this one is happening. And we are sorry, our dear parents. Just come here. I want to introduce you to the congregation of the Commonwealth School. And please let us not have some few people bringing disorder in the house of God. We have been calm, and I expect calmness, right? Yeah, you know, sometimes I was telling a class, we don't have to do what you don't do. So, with me here is our parents is our father to Prince. Prince is our pianist. Yeah, Prince, the one who was here. So, the 50th commandment says, honor your parents, honor your mother.
So that's the only commandment to that promise. So that you can live long. So even if you don't have anything else to do, please let us remain honoring God. We honor the parents in the house. Let us not produce any noise or any shout for now, so that we can deposit the word of God that He has come to us. Let Him also pray for us. You know, there are so many schools who are not even in school because of what is happening. We are a day school and we are calm. Let us not introduce anything that will make us look like we are not the school that God has ordained for us. You know, God has brought us here with a reason and with a purpose. And I know this is the best school in Nairobi County. I'm very sure because I pray for you. Parents pray for you. It's our pastor. It's been praying for you. So please, if you really feel like you want to make noise, we can excuse you to go out there and just do some noise there, kindly, by the mercies of God. Because in the house of God, there is peace, right? So let us not try to do things that are not right. Let us not try to attract curses in the house of the Lord. So if you really feel like you want to jump a bit when the meeting is taking place, you can just leave through the doors and just do something. You can just go to the toilet. The place is open. I'm not going to tell you not to get out if you really feel you must get out, right? So that you can get ministered to. Sawa, please. I beg you by the mercies of God to remain calm, right? Karibu sana. Is our pastor, will tell us his name. I know him as Baba Prince from 3 Central. 3 Central, yes, Prince is here. He's our pianist and a very active member and a leader in the Christian Union. Karibu sana Baba Prince. Welcome to the Comoros to and give us the word of God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwanza nataka kuwashukuru nyote kwa fursa hii, kwa maana nimekuwa na wakati wa kufurahia. Bwana asifiwe sana. Wakati nimeangalia vile mnaabudu, vile mnasifu, vile ambavyo mnaabudu na vile ambavyo mnasifu, nimefurahia. Mjipigie makofi mazuri. Na najua pengine hamkutosheka mambo mengine, lakini ni muda mchache. Bwana asifiwe sana. Natumai mwalimu atawapangia siku nyingine. Usijali, kila wakati, kila kitu na wakati wake. Si kweli? Vile amepanga ndivyo vizuri, na wakati mwingine atawapangia. Kama sijakosea, nimeona ni kama ulitaka kusifu zaidi. Si kweli? Basi nitamwambia kwa mwalimu siku nyingine watengeneze hapo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mwalimu anawapenda na si kwamba hawasikii. Hakika amewasikia. Bwana asifiwe sana. Lakini lazima angalie mpangilio. Ningependa tuombe, tukuwe na dakika kidogo za neno, na najua Mungu atapata kuwabariki. Wacha tu. Let us pray. Father, I bless your name. I thank you because of this time that you have given me, that I may serve you. I pray that you may use me and touch every heart, that you may transform everyone in this place, that everyone in this place may turn to be better than they were. May your glory and your Holy Spirit reign on us, and that you may intervene in everything that surrounds us. In the mighty name of Jesus we pray and also believe. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Niko na dakika chache tu, but I would like us to share the word of God. Now this verse is very common. I believe most of you naijua. It is in the book of 2 Corinthians, ama Korintho, 2 Corinthians 12:8, 1 to 10. 2 Corinthians 12, 8 to 10 inasema hivi. 2 Corinthians 12, 8 to 10
nitatumia Kiswahili na najua Mungu atawabariki. Wakorintho wa pili 12:8 mpaka 10 inasema hivi: kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Angalia hiyo neno, basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo, maana ni wapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Tena hivyo tusome kitabu cha 2 Samuel 23 verse 10 inasema, huyo aliinuka akawapiga Wafilisti hata mkono wake ukachoka na mkono wake ukaambatana na upanga, naye Bwana akafanya wokovu mkuu siku ile, nao watu wakarudi nyuma yake ili kuteka nyara. Praise be to God. Hiyo kitabu 2 Samuel 23 tumesoma just only one line, inaongea juu ya shujaa mmoja. Wengi wetu tunajua Daudi, praise be to God. Tunawajua kwa shujaa kama wale, but kuna shujaa mmoja ambaye wakitofauti, ambaye ametajwa pale. Huyo shujaa wakati vita ilikuwa nyingi, watu wao walitoroka. Haleluya. Walipotoroka, yeye akabaki. Alipobaki akapigana na adui akiwa peke yake. Alikuwa anaitwa Eliezeri. Alipigana na adui akiwa peke yake. Alipigana mpaka akachoka. Praise God. But there is something imeandikwa kwa Bible. Hata alipochoka, mkono wake ulikaa kwa upanga. Haleluya. Hajaachilia upanga. Mungu alimekisha huyu upanga wake ameshikana na upanga. Haizi uachilia hata kama amechoka. Hiyo ndio ilileta ushindi. Praise God. Paulo akitufundisha akatuambia mambo ya udhaifu. Kuna jambo aliomba mara 3. Lakini kila wakati anapoomba, Mungu alimwambia neema yangu imekutosha. Wakati nimechagua jambo naweza niganisha nzuri sana, nikaangalia hiyo jambo la Eliezeri, ambaye wakati vita ilichache, mkono wake ulikwama kwa panga, ushindi ukapatikana. Paulo anasema kwa udhaifu wangu Mungu anajitukuza. Haleluya. Katika udhaifu, wakati nilikuwa naomba nauliza Mungu, nenda kuongelesha wanao, nitawafahamisha nini? Kuna neno aliweka ndani yao ya kwamba kuna watu wanakaa wanajificha na udhaifu wao. Praise God. Kwa sababu kuna kasoro ulionayo, jina la Bwana lipewe sifa, inatuma hata wewe mwenyewe unajichukia. Kwa mfano, kuna mtu ambaye anaitwa Lea kwa Bible. Macho yake hayakuwa sawa vile, alikuwa na macho chongo. Halo. Na Bible inasema kwamba mumewe alimpenda huyo mwingine Rakeli kuliko yeye. Kwa sababu ya hivyo, but Mungu alimpenda huyo aliyechukia, haleluya, kuliko huyo mwingine. Today na kuongelesha wewe ambao kuna kakitu ama kuna jambo huwa inakusumbua. Sometimes unaweza pata birthmark mahali very sensitive. Hiyo jambo inatuma hata wewe ubadilishe dressing code. Hallelujah. Because unachukia watu wa kuona. Sometimes uko na weakness. Kila mtu anajielewa hapa. But you might have a weakness in your life. Inatuma bako usikii sawa. Maybe it is your parent. Mzazi wako ni mlevi kabisa, ndiye anaonekana kwa mitaro kila wakati. Hallelujah. Praise be God. Hata watu wakimwongelea kwa kijiji, hawezi kufanya ni baba yako ama ni mama yako. Hallelujah. Praise be God. Or even mzazi wako ni yule usiku sako. Unajua watu usiku sako? Jina la Bwana lipewe sifa.
But hiyo jambo inakuwa hiyo weakness, inakusumbua na ukimwona unasikia ni kama unamchukia, unamdharau. But there is something inatukumbusha. Paul alikuwa na weakness. Na Mungu akamwambia katika hiyo weakness anajitukuza. Praise be to God. Hallelujah. Angalia ile weakness uko nayo kutoka sasa ibadilishe ikuwe your strength. Eliezeri katika weakness yake ya kuchoka alishikilia upanga ikakuwa ushindi. Hata wewe shikilia hiyo weakness ibadilishe. Do you know you can convert your problem? Hallelujah. Amen. Ikufanye ndiye wewe shujaa. Today naangalianga watu wengi sana katika siku za sasa. Ukitembea kama CBD Nairobi pale, unapata watu wawili walemavu. Some of them na kibakuli, mmoja anaomba msaada, mwingine ako na switi, ako na vitu anauza. Hallelujah. Mmoja alichagua mimi sitaomba, nitafanya kazi na hiyo weakness. Hallelujah. But mwingine akachagua ataomba. In life, the weakness that you have, unaweza convert when unataka. Hello. Kuna mwingine kuwa mweupe sana ni kasoro. Hata inabidi ajifunikie kwa jua inamchoma zaidi. Na kuna mwingine mweusi sana anajidharau kwa rangi. Praise be to God. But I want you to appreciate your weakness. Hallelujah. Hallelujah. Jipenda ulipo. Praise be to God. Paul anafundishwa na Mungu. Sikuondolee hiyo, appreciate your weakness. Use that weakness. Hello. Hata wewe ichukue vizuri. Hallelujah. There are things that you are not given the opportunity to choose. Like parents. Tulizaliwa hatukuchagua. Hello. Siblings. Our brothers and sisters hatukupatiwa opportunity ya kuchagua. But you can choose your career. Useme, I want to be a lawyer, I want to be a doctor, I want to be a man of God. You can choose your career. But we cannot choose parents. Hallelujah. It is automatic. In life, there are things that we're not given the opportunity to choose. But let us not focus on them and look at them as weaknesses. But rather, let us convert them to our power, to our strength. Alipochoka sana alikuwa na upanga. Hello. Praise be God. Imagine the message anatumia adui. Adui wanaona ameshika upanga, wanaona akona nguvu. Yeye alikuwa mdhaifu, but anakuwa na upanga. Hallelujah. That is the meaning of life. Hallelujah. Inawezekana that subject kila wakati unang'ang'ana bado unaanguka, but kuwa na upanga. Hallelujah. Praise be to God. Alipokuwa Mungu akaingilia paa, ushindi ukapatikana. This is life. Life appreciates what you are given, not what you lack. Hallelujah. There is something in this life ya kwamba utapata, kuna kitu utapata hii maisha hata ukikaa miaka, na kuna kitu hata ukiishi miaka 500 hautapata. So work with what you are given. Hello. Unajua kuna mwingine hapa hawezi enda kulala kwa kwingine, anapenda kukaa kwao peke yake. Reason ni nini? Vile usiku anangorota sana. Hallelujah. Na anaambiana, na akiamuka amejaa mate huku. Praise God. Yaani joto ilikuwa tamu sana mpaka akapunguza utamu. Hallelujah. Praise God. Hello. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa yule anajidharau hata kutu kwingine hawezi kaa. Kwa sababu anafikiria wote watapokea hivyo. But wacha kujidharau. Hata mwingine ni miumbilo utapata venye anatembea, kuna style yake ya kipekee na sikupenda. But appreciate yourself. You are unique. Hello. Sijaisikia maandamano ya chura imechoka inataka kuwa simba. Praise be to God. Chura imezoea hiyo maisha. Hello. Praise be God. Na kuna neema chura iko nayo simba haina. Chura inaweza kaa kwa maji itoke itembee chikavu. Patia simba nafasi ya kutembea kukaa kwa maji, itakufa. Hello. But appreciate. Look at your weakness. But
Usichukie Mungu kwa sababu ya udhaifu wako. Usidharau Mungu kwa sababu ya kasoro yako. That is what makes you who you are. Hallelujah. That is what makes you unique. Hiyo udhaifu ulio. Inawezekana ukijiangalia kwa sura, unajiona wewe si mrembo kama huyo mwingine. Hata mwingine ni mfupi. Hata scenario. Mzazi mmoja akaniambia ati mtoto wake hafurahii na ufupi wake. Hallelujah. Alizaliwa ufupi mpaka anauliza kama kuna njia anaweza fanya kitu kwa mrefu. Hello. Ni wangapi dada zetu wamekufa kwa sababu ya kujaribu kujiongezea viungo? Simuona? Praise be God. Kama wewe hauna hizo weka kawaida. Praise be God. Wacha shaka. Hallelujah. Hallelujah. Praise be God. Kuchukia juko hivyo, wachana na yeye. Haukuwa umependwa na watu wote. Shalom kwa Yesu ya wote. Kama unapendwa na Mungu uko sawa. Hallelujah. Usijifanye modification nyingi. Praise God. Hallelujah. Kwa nini unang'ane kubadilisha sura ati mafuta zingine mpaka ichome ngozi? Tosheka bwana. Hallelujah. Paulo anaambiwa hiyo udhaifu nilikupa uwe nayo, hiyo nitakusaidia hapo hapo. Praise the Lord. Hata kwa huo udhaifu. Do you know for sure kuna uwezekano your classmate ako sawa sana subject tano, but chunguza vizuri, not everyone ako na uwezo wa kuwa kwamba subject zote yako sawa, but hata ule mjinga kuna ile inamwingiana. Hello? Praise the God. Hello? So hata wewe mwenyewe appreciate. Jione wewe ni mtu wa dhamana, mtu wa maana. Hallelujah. Ningependa mtu ambaye atakipenda kwenye Mungu alikuumba. Hallelujah. Na wakati unapojielewa udhaifu wako, huo udhaifu uconvert ukuwe your strength. Hallelujah. Mahali uko sawa, hapo convert. Do you know how many people unaweza kuwa una encourage, una motivate kwa kuwa wewe? Just be yourself. Hallelujah. Inawezekana mimi ni nguzi kienda kama zinasalimiana, but niko sawa. Hallelujah. Hello. So hata wale wako hivyo wanajipenda, wanasema mimi niko sawa hata mimi. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Usijidharau, haukupa upendo na wote. Hallelujah. Hallelujah. Wewe jipende na nana kuwa vile Mungu alikuwezesha. Hallelujah. And the part that you are strong, sasa tena ongezea bidii hapo. Hallelujah. Hallelujah. Do you know for sure kama uko sawa kwa mathematics, maybe kwa biology or physics, those ambazo uko sawa, assume umepata zote 90, itakapa mpaka kwenye ulikuwa na weakness. Hallelujah. So sometimes hata bali uko strong, ongezea bidii. Hallelujah. Itasaidia. In fact, hata wanasiasa saa zingine wanatufundisha jambo. Most of them they work on their stronghold. Hallelujah. Anasema mimi niko na pande hii, A na B na C. So from there anakuwa na power. Hata wewe when you are strong. Hallelujah. Pia ongezea bidii pale. Na mahali uko weak, convert your weakness. Nataka kumalizia na ile nimesema vizuri hapa. It was 9. Ilisema ya kwamba ikasema naye akaniambia, the 2 Corinthians 9. Naye akaniambia neema yako ya kutosha, maana uweza wangu unatimilika katika udhaifu. Do you know why you have that weakness? So that the presence of God can dwell in you. Hallelujah. Hapo mahali uko na kasoro, hapo ndipo neema yake huwa inashuka. Hallelujah. Praise be to God. Unatembea miguuni kama zinagongana, lakini ile nguo inadesignwa, wanasema tunataka mtu kama huyu. Hallelujah. Huyu atakuwa model. Akivaa hii inaonekana
iko sawa. Praise be to God. Kwa maana Mungu udhaifu wako ndio anautumia. God works with your weakness. Hallelujah. Hiyo weakness uko nayo Mungu atatumia. Hallelujah. Praise be to God. So usimunyime Mungu nafasi yako. Kama weakness yako ni rangi, wacha Mungu ajitukuze na hiyo nafasi. Hallelujah. Kama weakness yako ni masomo, patie hiyo space, akatumia hapo akusaidie. Hallelujah. But give God. Praise the God. Allow God to work. Paul akamwambia, wacha kunizuia. Neema yangu inafanya kazi kwa udhaifu. Hallelujah. Jipe. Wazazi wako ni walevi, unasema asili wao. Hallelujah. Praise be to God. Na wanasema mimi ndio nitatumika wabadiliki. Hallelujah. Inawezekana kuna mahali my father hakufika, but nitafika na nimsaidia afike. Hallelujah. Inawezekana kuna mahali mama yako hakufika, lakini mimi nitafika na nimwezeshe, because wewe ndio dhaifu Mungu anataka autumie na kutukuza. Hallelujah. Believe in God. Hallelujah. Hata kama hakuna nani. Nataka usimame nikikumalizia nikwambie jambo simama. Kuna kitu kimoja nataka ushike vizuri. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Mali ulitoka. That your weakness Mungu ataitoa. Kabla nimalize, nikiomba kuna mtu katikati yetu angetaka kuokoka. Is there someone among us ambaye angetaka kuokoka? Kama uko hivyo mkono mahali hivyo mkono kama ungetaka hivyo mkono. Nataka kurudia maneno haya mahali ulipo. Rudia maneno haya sasa. Baba, katika jina la Yesu, nimejua unanipenda. Ulimtuma mwanao Yesu ili niokoke. Ondoa jina langu katika kitabu cha mauti, uliandike katika kitabu cha uzima na kitabu cha kumbukumbu. Nipe Roho wako Mtakatifu kuwa pamoja nasi kuanzia sasa mpaka mwisho wa wakati. Utakuwa Baba nami Mwana, kaa nami. Kwa jina la Yesu Kristo naomba, sema amen. Wacha tuombe. Baba, mkono kila mmoja una mkono sasa. Kama kuna mahitaji ya shida yote watuombe. Baba, katika jina la Yesu, tazama na wainua hao wote mikononi mwako. Kama kuna jambo nafurahia ni kwamba unawajua. Wengine wamekiri Yesu, nikishuhudia ya kwamba wamekupokea. Hao Bwana na wabariki kutoka sasa. Hao ni wanao kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye enzi, wapatie Roho wako Mtakatifu. Baba, wafundishe kukujua na kukupenda na kuwa kama upenda. Tena katikati mahali hapa Bwana, kuna wengine wako na shida, wanalia juu ya shida zilizo katika familia zao. Mambo mengine magumu wanapitia. Mungu naomba ukatatua kila shida. Magonjwa yote nayaamrisha iwaachilie katika jina la Yesu. Kila upanga wa giza na ukemea na uamrisha uachane na kila mmoja na maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Na nena baraka juu ya kila mmoja. Na nena mafanikio. Na tangaza hawa watafanikiwa zaidi, watainuka zaidi, watapata mema kila siku, kwa maana wamebarikiwa. Asante Baba mtende. Tazama mwalimu ambaye amefanya hii kazi. Mungu namwambia mema. Mungu kuna mambo mengi yangefanya, lakini akaona Bwana afanye jambo la kutukuza. Miaka yake yote iwe ya baraka. Familia yake iwe ya baraka. Abarikiwe mchana pamoja na usiku. Mvua ya baraka inyeshe na alipo kila wakati. Muongezee mafanikio na mema katika jina la Yesu. Hawa watoto Mungu mwenye enzi watafika kwa destiny yao katika jina la Yesu. Nimewabarikisha waone mema, nimewabarikisha mafanikio kwa jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Wow, thank you very much.
You can call him our pastor, video. They have been our parents as our pastor. So I won't take much time. I know our class is scheduled as it is.